Wewe mpumbavu, yani nilikuwa nakutafuta wewe. Hivi wewe kwa akili yako unaweza nikawa na mahusiano na mtu kama wewe? Ndio. Hivi mimi naweza nikawa na mwanaume mtaila kama wewe? Wewe nini? Hivi wewe alokuambia ukanitolea mimi barua nyumbani nani? Kaka nyoko babu. Unavyojiona unavyojitambua kujitambua kwako mimi naweza nikawa na mahusiano na mtu kama wewe? Yaani naweza nikawa na taila kama wewe? Sikupendi na sijawahi kukupenda. Si mwehu. Eti unakaa mchumba wangu. Yaani mbona kabla mchumba wangu. Unajua nakupenda kweli? Na kutania tu kukuchangamsha akili wewe. Mpungufu wa akili wewe. Eti kabisa na Entole barua mwehu. Tena unikome wewe na wewe kaka yako mpumbavu. Mimi mwenzako ndo nishazoea ule utani ulokuona niletea kwenye penzi ndo nishaloea ukweli na kupenda siwezi kujizuia nafuta la kulia na kushoto linadondoka machozi Sayuni we, Sayuni mama, Sayuni hivi cheta ukishinda kuleta barua nyumbani mpaka alete yule taila. Mpenzi wangu kwambie kitu. Kuna msemo unasema haraka haraka haina baraka. Na simba mwenda pori siku zote ndio mla nyama. Sasa nakushangaa kwa maneno ambayo unasikia huko, na unakuja kabisa umekasirika, unakuja kunigombeza. Baada ya ukae hapa mpenzi wangu, tukae tuongee. Chota, mimi naumia kwa sababu ninayekupenda ni wewe, sio yule taila. Ni kweli unanipenda. Lakini na kuhusiana na swala barua, ilikuwa ni kesho. Ndio barua ilikuwa kesho. Kesho ndio. Sasa ngoja nikae. Mpenzi wangu, yaani sura yako sio ya kununa. Ujue Mungu kakupendelea. Kakuumba mithili ya malaika. Unapendeza. Pia wewe mzuri. Alafu kwa uzuri wako Mwenyezi Mungu kakujalia mpaka ngozi yako. Si rangi za kununua dukani, bali ni rangi zilizopewa na Mwenyezi Mungu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Asante. Na nipo kwa ajili yako. Natamani hata jambo letu lipite kwa haraka. Ndio hivyo, Mwenyezi Mungu atajali. Basi sawa. Sayuni we, Sayuni mama, Sayuni Sayuni. Hafsa. Nilishakwambia mara nyingi tu kwa mimi nakuhitaji. Lakini umekuwa mgumu sana kwangu. Yote sawa. Ulinikataa, ukanaona mimi sifai. Lakini angalia yule ambaye wewe ulikuwa unamuona ni mtu muhimu kwako kuliko mimi. Leo kipi amekufanyia? Mimi taarifa zako ninazo. Kwa Madaranzi amekataa mimba yako. Na hii inaonyesha kabisa dhahiri Madaranzi alikuwa akupendi. Lakini wewe ndio ulikuwa unafusi mapenzi kwa Madaranzi. Lakini Hafsa, nataka nikuoneshe jinsi gani mimi ninavyokupenda. Nataka nikuoneshe jinsi gani nakuhitaji katika maisha yangu. Hafsa, mimi narudia tena tu kukwambia. Bado nakuhitaji. Tena nakupenda mno kuliko chochote kile unachofikiria wewe. Juu ya yote, ili nikuhakikishie kuwa mimi nakupenda. Hafsa, nipo tayari. Niye baba wa hiyo mimba.
nipo tayari kuilea hiyo mimba kwa namna yoyote ile, ili tu nikuoneshe kiasi gani Hafsa mimi nakupenda. Naomba tafadhali, naomba nipe hiyo nafasi kwa sasa. Sawa, nimekuelewa, lakini siwezi nikakugea damu ambayo sio yako. Wakati mwenye damu yupo. Kwa hiyo nipe nafasi nyingine niongee naye. Atakapokataa, sawa, nitakupa jibu. Hafsa, hivi mtu kabisa unamuona anaonesha ishara kabisa kwa haitaki hiyo mimba na anakusingizia unatembea na mwanaume ambaye wewe haujawahi kuwa naye katika mahusiano. Hafsa, mimi nakujua vizuri, nakujua jinsi gani unavyokuwa na mapenzi ya kweli. Mimi siamini kama wewe ulikuwa unatembea na kitenesi, na sitaki niamini hilo. Hafsa, anaanza kuhitaji tena. Hivi mtu anayekupenda kweli anaweza kukataa ujauzito wake? Hafsa, hebu tuache yote. Nakuomba tafadhali. Naomba nielewe. Tafadhali. Nami nina moyo ujue. Nakuhitaji. Na nipo tayari kulea hiyo mimba kwa hali na mali. Design ya aina yoyote ile. Mimi nipo tayari kulea hiyo mimba. Angalau unajua mtoto wa baba ni nani. Lakini naomba nikabidhi mimi mwenye mapenzi ya kweli kwako. Ndio maana nikakwambia, sawa, nimekuelewa. Nigeie nafasi nyingine nikazungumze naye, atakapokataa nitakwambia. Sawa, acha nikubaliane na hili, ila wahenga wanasema siku zote mvumilivu na mbivu. Acha niendelee kuvumilia katika hili, ila pia naheshimu sana kauli ya mtu mmoja aliwahi kuniambia, heshimu maamuzi ya mtu. Acha basi niheshimu haya maamuzi kwako, ila nakuomba tafadhali, kama Madaranzi ataendelea kuikataa hiyo mimba, mimi nipo tayari kulea. Narudia tena, nipo tayari kuilea na usisubutu kuitoa, na nipo tayari kupenda boga na bora yake. Hivyo tu, tambua hisia zangu. Sawa. Poa. Kutakia safari njema. Zayuni mama, Zayuni, Zayuni. Mi mwenzako ndo nishazoea ule utani ulokuwa unaniletea kwenye penzi, ndo nishaloea. Ukweli nakupenda, siwezi kujificha. Mdogo wangu, mbona kuona kama upo sawa? Hauna tatizo gani? Hakuna mtu kakufanya nini? Sayuni kaka kanipiga. Sayuni kakupiga? Tatizo nini? Au ulimfanya nini? Nimepeleka barua, anasema anipendi. Tatizo ndio ulofanya akupiga? Basi sawa. Anataka kujua upande wangu wa pili, na nitamuonesha.
Nampenda. Usijali, mimi najua wewe maumivu gani unayopitia kwa wakati huu, ila elewa yana mwisho. Yule atakuwa kwako, iwe jua iwe mvua, iwe usiku iwe mchana, ili mimi nitalifanikisha. Nitatumia jitihada zangu zote na hakikisha narudi katika mji anakuwa kama mke. Usijali mdogo wangu, jisikie uko salama kupata kaka kama mimi. Sawa, mimi niko ndani napumzika. Vipi shogangu? Mzima lakini mimi mzima. Uonekani ndugu yangu, umepotea, yani umeadimika mtaani. Uonekani kabisa. Upo kweli? Mimi nipo. Sawa. Kama upo sawa. Lakini nimesikia kwamba hivi ni kweli? Jositoni ndo madaranzi? Ndio. Na pia nimesikia amekataa. Kweli? Ni kweli amekataa. Pole sana ndugu yangu. Asante. Na pia vipi kuhusu masuala ya kulea? Mteleaje hiyo mimba? Na maisha yenu mnajua wenyewe na dada yako pale kule. Ni kweli. Na maisha magumu sana nyumbani. Kama hivyo unavyozungumza. Na hata pia dada nimemwambia. Amelipokea vibaya sana. Pole ndugu yangu. Asante. Kwa majanga alikukuta. Maana mimi na hapo kuna simu. Baadaye tutaonana. Na pole. Zayuni. Bwana Tenesi, niambie ndio. Nadhani unatambua kwamba kuna mambo mengi yanavuma mtaani. Na jambo ambalo limekuja kabisa mpaka natuma salamu kufika tuongee hapa. Ni kuhusiana na yule binti nani? Afsa. Nadhani Afsa unatambua kabisa kama ni mjamzito. Na ujauzito huo inasemekana wewe umempa wewe. Na hili swala nalokuambia limeleta gumzo sana hapa mtaani kwa sababu imefika sehemu yeye na mpenzi wake Madaranzi hawaelewani. Madaranzi anachosema yeye kwamba ile mimba ya kwako. Sasa kwenye hili nitaka nijue ukweli, ndio maana nikasema nikuite sehemu nyeti kama hii tukae tuongee. Kwenye hilo ndugu yangu hamna ukweli wowote. Kweli? Kabisa. Ujue nikikuuliza kitu nataka nijue ukweli kwa sababu sio mara mbili au mara tatu Madaranzi anadai kwamba ashawashuhudia. Mara akute mmesimama sehemu, mara akute anaingia kwako. Kwa hiyo ninavyokuuliza hivi nataka tuweke mambo sawa. Isije kawa leo, kesho kutwa natengeana bifu, unajua vijana kuna kuchomana visu na yule ni mpenzi ambaye ashakuwa na mtu. Isije ukaona mficha kitu chochote mficha maradhi. Kifo mumbua.
mi mwenzako ndo nishazoea ule utani ulokuwa unaniletea kwenye penzi ndo nishaloea. Ukweli nakupenda, siwezi kujizuia. Nafuta la kulia, la kushoto linadondoka, machozi yananitoka. Ananidharau, ananiona kizuka, moyo